Ndugu wasikilizaji wote, karibuni sana nyinyi wote ambao mnatutazama. Tunawakaribisha katika kipindi yetu ya Wimenye ama Ujijue. Siku hii ya leo ni siku ya Jumapili, siku njema ambayo Mwenyezi Mungu ametupea ili tukaweze kukutana tena katika kikao hiki. Kwa hivyo nawakaribisha tena ili tukaweze kwenda pamoja. Karibu katika kipindi yetu ili tukaweze kwenda pamoja. Salimia wenzetu ili tukaweze kwenda pamoja. Jamani wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, tunawasalimu katika jina la Bwana. Asubuhi njema ya siku ya leo. Msikie mkiwa huru, mkiwa mahali hapa. Maana Mungu ako pamoja na nyinyi na ako pamoja na sisi, na mbarikiwe sana. Amen. Kwa hivyo moja kwa moja tunaenda kuanza kwa maombi ili tukaweze kufungua kikao hiki kwa njia ya maombi za Mungu mbele. Acha tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa asubuhi ya Jumapili ya leo. Mungu wetu, kwa kuwa ni wewe tu ulikuwa umepanga Mungu, na ndio sababu tunasema ni asante. Mungu wetu, tunakuomba ukaweze kuanza pamoja nasi, ukaweze kutupea maneno yale ambayo Bwana unataka tukaweze kunena katika kikao hiki, yale ambayo Bwana unataka tukaweze kupea wenzetu, wale ambao wanatutazama, wale anaenda kufikishiwa katika ujumbe huu wa siku ya leo. Bwana Mungu wetu, tunakuomba ukaweze kutuandaa Mungu wetu ili tukaweze kuenenda katika njia zako, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kwa hivyo Wanjiko, karibu sana ili tukaweze kutusomea neno la siku ya leo. Neno letu la siku la leo, mtazamaji wetu, tutalisikia katika kitabu ya Mathayo mtakatifu 2 kuanzia hapo 16 na kuenda mpaka 19. Wacha tusikie vile neno linataka kutuambia. Hata ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, aliaghadhabika sana. Akatuma watu akawaua watoto wote wa wanaume walio kuwako huko Bethlehem na viugoni mwake mwote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule uhakikishia kwa wale mamajuzi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu akitaka ndoto huko Misri. Msikilizaji wetu, neno linataka kutukuza aje. Hakuna mwenye hajui habari ya Herode. Na ile wakati nyaga Herode alikuwa mfalme, Yesu Kristo alizaliwa. Na wakati Yesu Kristo alizaliwa, na kukawa kuna wale mamajuzi watatu waliongozwa na nyota ili waende wakaone Yesu Kristo. Na walifuata ile nyota, na nyota iliwaongoza ili iwapeleke mpaka mahali Yesu Kristo amezaliwa. Na wakati walifika huko, wakafika kwa mfalme na wakampea ile habari, kuna mtu amezaliwa na inaonekana yule mtu ni mwenye nguvu, yule mtoto ni mwenye nguvu. Herode akajua ataua yule mtoto. Na wakati wale wise man walitoka huko, wakati walifika kwa Herode, ile nyota yenye ilikuwa inawaongoza ilidisappear. Wacha uone maajabu ya Mwenyezi Mungu. Ilidisappear, msikilizaji. Mpaka wakati walitoka kwa mfalme, ile nyota ikawarudia tena na ikawa ya kuwaongoza. Lakini wakati waliona ule mtoto, hawakurudia ile njia
yenye walikuwa wamepitia hapo awali. Maana naye Herode alikuwa amewaambia, mkienda msujudie ule mtoto na mimi mkuje muniambie ili na mimi niende nikamuone. Naye Roho wa Bwana akawaongoza. Hawakurudia hiyo njia tena. Hapa ndiposa tunasikia katika hii neno ati Herode, wakati wale mamajuzi walikosa kupitia ile njia uko kwa mfalme, Herode aliumwa. Na kwa sababu alikuwa amesikia na habari ati yule mtoto amezaliwa ni mtoto mwenye ako na nguvu, alisema wale vijana wote wenye walikuwa wamezaliwa kuanzia miaka 2 wote wauliwe. Hebu angalia nyaga vile roho ya shetani inaigianga watu. Roho ya shetani ikaingia Herode auwe watoto wote kutoka miaka 2 ili ndiposa ule mtoto naye akuwe wakukufia mahali pale. Naye Roho wa Mungu akaongoza baba ya yule mtoto Yusufu, akamwambia wahame mahali pale, maana Bethlehem kutaharibika. Nyaga na ule mtoto wakawa wakuhama pale, wakaingia Israeli. Ili mtoto ule hakukufa, lakini watoto si ate hawakukufa, watoto waliuliwa wa kuanzia miaka 2 kwenda chini. Akapima, Herode alipima na macho yake akaangalia kutoka mahali wale mamajuzi walimwambia ati wameenda kusujudia mtoto, mpaka mahali sasa alikuwa amefika, akasema hao watoto wote wauliwe. Msikilizaji wangu, acha nikwambie ya kwamba haijalishi ni miaka mingapi umekaa, haijalishi unahesabiwa miaka mingapi ili mtoto wako auliwe. Bwana Yesu asifiwe nyaga. Haijalishi, kunaye Mungu juu mbinguni, yule anaweza kukukinga, yule anaweza kukukingia ile kitu uko nayo ndani yako. Maana tukiangalia sasa siku ya leo, sisi watu wengi wanauliwangwa ile kitu wako nayo. Mtu anaweza kukuangalia hivi nyaga, aone ile kipawa umepewa na Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye mtoto wako aliye ndani yako. Na nikikuangalia hivi nyaga, naweza kukuulia ule mtoto wako ndani yako. Maana roho wa shetani mpaka walio yako hako. Si ati kusema ati roho wa shetani alikuwa wakati ule, hata walio hii roho wa shetani huko. Na ndiposa unaona watu wengi hawajielewi. Unaona watu wanatembea tu hivi. Unaona mtu ukikutana na yeye nyaga, anakuambia habari ya Mwenyezi Mungu, lakini huyu mtu ni mlevi. Unakuta ile kitu ilikuwa ndani yake, mwingine aliiona akaiua, akawa kumaliza nguvu. Lakini wacha nikwambie wewe unayetembea ukiua vipawa za watu wa Mungu, Mungu wako juu mbinguni, na macho ya Mungu inakuona, mkono wake ni mrefu. Na wewe ambao umefinyiliwa huko katika hii hali, unaona ni kamba ya kwamba Herode alitumana na watoto wako akafuta, yani ile kipawa yako ikanyang'anya. Habari njema iko hapa. Sababu wakati Yusufu alihamia kule Israeli, walikaa huko mpaka Herode akakuwa wakukufa. Malaika wa Mungu alimtokea tena. Malaika wa Mungu ako juu yako tena, na kutokea asubuhi njema ya siku ya leo. Anakuambia Herode ambaye alikuwa anataka kuua ile kipawa yako amekufa. Siku ya leo Herode amekufa. Bali ni wewe ukubali ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Bali wewe ukubali ya kwamba maneno ya Mungu yanatimia. Sababu Wanjiko, kuna kitu inaitangwa imani. Ama imani ni ile kitu unakubali, ile kitu ambayo wewe mwenyewe hauoni. Na ndio sababu ndiposa hata Herode, sababu hakuwa anajua huyu mtoto ako na umri wa miaka ngapi Wanjiko. Na ndio maana anasema, sababu unajua Wanjiko, ukisoma ile kitabu vizuri, pale Herode aliletewa aliletewa habari, akaambiwa kuna mfalme amezaliwa. Unanielewa? Kuna mfalme ambaye amezaliwa, na yeye hakuwa anataka kusikia kuna mfalme mwingine anakuja kuzaliwa juu yake. Na ndio maana unapata waimbaji wengi wanafurana, sababu wanajua hataki yule mwenye anachipuka pale, mwenye anachipuka pale hakuje aende juu kuliko yeye. Bwana asifiwe. Na habari iko hapa. Habari iko hapa, wewe ambao unachipuka pale, jiweke ndani ya Yesu Kristo, na kusema kweli
utaendelea. Amen. Kusema ukweli, utakuja umpite Herode, utakuja umpite yule ambaye hako na ile roho chafu, ile ambaye anasema mbona aka kama mtu kanakuja kanataka kukuja kana tafadhali. Siku ya leo Wanjiku kuna boma nyingi. Ati Herode alikuwa anafanya yale, lakini hakuwa anajua mtoto mwenye alikuwa anataka kuua, wala hakuwa anajua yule mfalme mwenye alikuwa anataka kumaliza. Naye Roho wa Mungu alikuwa juu mbinguni na alikuwa tu anatazama, na Mungu hakukosa kuchukua roho ya Herode. Tena chenye anapishana nayo Wanjiko ni nini? Yesu Kristo mwenyewe ndiye anapishana na yeye. Kwa hivyo alikuwa anataka kuua Yesu Kristo. Anataka kuua. Na kama Yesu Kristo alikuwa anajaribiwa hivyo, na wewe. Na je wewe, msikilizaji? Je wewe? Mboma yako inaenda kuinuka, unapata kuna mwenye na yeye anakanyangia chini Wanjiko. Ati ukienda kuinuka mwingine na kugonga kichwa, unakuwa wa kurudi chini. Wanjiko unapata kama saa hii kuna vifo mingi ziko Wanjiko. Vifo unapata Wanjiko kama ukiangalia vifo mingi kama hapa juu unaona ukitoka hapa hatua 2-3 kuna maombolezi. Hatua 2-3 ni maombolezi. Wanjiko hii maombolezi ukiangalia kama kitabu ungepata mboma kumekufa kuna msiba, watu walikuwa wanaona ni kama sio kitu ya kawaida. Lakini saa hii Wanjiko unapata watu wanaona ni kama ni kawaida. Hayo maana ni kama ile mahali na Kanyaga. Mahali na Kanyaga kuna matanga mara 4. Sikia sasa. Unakuta roho moja imekufa watu 2 Nyaga. Ukisoga hapo mbele kuna mwingine. Ukienda kutokea hapo mbele kuna mwingine. Matanga mara 4. Kwani watu situjiulize tumekosea wapi? Ni nini kinaendelea? Ama ni nini kinaendelea? Ni nini kinaendelea? Sababu unapata mara ni mtoto, mtu mzima, mara unapata ni mtu wa miaka ya umri ya katikati Wanjiko na watu mpaka. Nakwambia kama na hapo kumekufa mama, kumekufa mzee na mtoto mdogo sana. Mtoto wa 6 years ameenda. Wanjiko ile kitu ningetaka kuacha hao wapendo nayo ni wajijue. Ukijijua ya kwamba hii nyakati tuko si nzuri sana. Kwa hivyo ni heri unjijue ya kwamba unaitanishwa anje na Mwenyezi Mungu. Ili hii wakati wako ukifika, sababu njui siku wala saa yako ni siku gani. Kwa hivyo unastahili unjue ya kwamba mimi nikikuchukuliwa kama jioni ya leo ama saa 7 ya leo ama saa 2 ya leo, sababu masaa bado inasonga, sababu hatujui siku wala saa. Kwa hivyo hakuna mtu ajuaye Nyaga siku wala saa. Na kwa sababu hatujui siku yetu itafika lini, tunafaa tujue ya kwamba nyakati ni sasa na tunafaa tujiangalie sana. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji ama watazamaji wetu, tunakuomba sana uweze kujijua ya kwamba nyakati ziko za ya mwisho wa dunia, na ni sasa hivi Wanjiko, sababu mwisho wa dunia ni wakati wewe unaona wewe umekufa Wanjiko. Wakati wa dunia ni huyo ambao unakufa wewe, utakufa aje? Na ukienda mbinguni utaenda kukesi aje na Mwenyezi Mungu, sababu ukuwa tayari, unafaa ujitayarishe ukiwa hapa. Kwa hivyo tafadhali ujijue ya kwamba wakati ni huyu, uweze kujua unaitanishwa aje na Mwenyezi Mungu. Wanjiko nataka sababu muda na wakati ndio tumewapea kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa ametuandalia. Nataka Wanjiko ndio tupindue hiyo wakati wa mapande hiyo ingine. Uweze kusalimia 2 au 3 tukaweze kuenda sasa ili katika eneo hiyo ingine. Wacha nisalimie mheshimiwa wetu Mofaya mahali yako, usalimike sana, na nisalimie wazazi wangu, nisalimie wale wote watu wanayotutazama mahali hapa, wale watu wote wenye wanatuangalianga kila saa kila wakati. Nimekusalimu sana, hata kama nilikuwa nimekusalimu mwanzo, wacha nikusalimu mara ya pili.
juu nasikianga nimekupenda sana, maana wewe ndiye rafiki wa karibu sana na mimi. Nisalimie washirika wote wenye tunashiriki na wao kanisa, wote nimewasalimia. Wale wote wenye tumezaaniwa na wao, sisters na brothers, nimewasalimu sana, na Mungu wa mbinguni awabariki. Na mimi siwezi kosa watu wawili watatu. Wacha nisalimie mmoja, anaitwa John Foro ukiwa pande ya Ting'ang'a, Kiambu. Salimika sana, wewe ni mtu wa maana katika maisha yangu. Kuna mwingine anaitwa Kefas ni rafiki yangu kwa dhati, ambayo tunapelekana na yeye hatua kwa hatua. Sababu Wanjiku, unajua katika maisha yako lazima ukue kuna yule ambao unasikianga ukiwa karibu na yeye, yani ukienda umulidhie anakusikiza. Kefas ama Duati anakuanga rafiki yangu wa dhati. Ndio maana unaona ni vizuri tukumbukange wale ambao ukiwa na jambo unaenda kuwalidhia mahali pale. Kwa hivyo Kefas, salimika sana mahali uliko, Mwenyezi Mungu akubariki. Kuna familia yangu ikiwa nyumbani, wasalimike sana. Mamangu wakiwa nyumbani, mke wangu, watoto wangu, wasalimike sana. Mwenyezi Mungu awape siku njema yenye baraka. Asante sana Wanjiku. Nataka sasa tuende